But the way you are going now, let me tell you, na sitaki watu waanze kusema president anakosoa heshima, because now amejiingiza kwa tundu hilo yeye mwenyewe. Hakuna mchezaji wa mpira wa timu moja lazima iwe timu mbili. Wao wameingia timu ya Azimio ambayo sio Azimio, ni ODM, and you are very weak in the leadership. Tuliwachiwa KANU tukua na wewe. Ikuwa na 69 MPs. You have no leadership for the party. The end of the day we had 14. The end of the day ukasaidiwa na Ruto. Tukakuwa na majority members of parliament, tukakuwa na majority women rep, majority governors, kila kitu, senators, ni tukakuwa na majority. Umeshindwa kulan. You cannot learn. You have history ya kushindwa kulan chama. Hata sasa hivi umejiingiza kwa Azimio, uonekanaga ukienda pale Azimio uonekanaga wewe iko na watu. Kama ungekuwa president ambaye anaheshimu sheria na chama, wewe mwenyewe ungeenda na chama yako ya Jubilee, na I will tell you haungepitisha wabunge 10 kwa hiyo kwa Jubilee yako. So don't lie people, don't bring propaganda. Ile moto unataka kuhakisha. Moi alisema, na nitarudia hiyo, wewe ulifunzwa na Moi hata mimi, isipokuwa wewe ulikuwa unasomea kwa dirisha, mimi nilikuwa kwa darasa ndani. I want to repeat to you, kuhakisha moto ni rahisi, lakini kupima is very difficult. Umechukua njia zingine, umeweka jenga Mongai, kazi yake ni kutukanana, ni kuchoma inchi kama Rwanda. Let me tell you, you'll be answerable before God. Ile mambo unafanya, na ujue wewe ndio umekamata kila kitu yote ya Kenya. Hiyo utajiri yako familia utakuja kuichoma wewe mwenyewe. Na sisi tunafikiri tutakaa namna gani watu wengine? Tukizungumza mnasema tunauzwa uana nani? Si hatukuzaliwa tupiganage. Tulizaliwa kulisha watoto wetu na kufanya economy ya mke. Please the president, hiyo mambo umesema. Please. Kama uko laini ya Sabina, cheke. Kwa sababu hata huku kanisa mliiba kula. Na mimi nilisema hukuiba. I'm telling you, you are going in the wrong direction. Na mimi mtu akifanya makosa, hata kama ni pandi nyingine, mimi najibu. Hata kama ni pandi yako unakuwa attack kwa jaba, najibu. Unachukua wazee, elders, State House, unaenda kuwadanganya wewe mwenyewe. Unawadanganya. Ati kwa nini hukuita siku nyingine? Why have you recorded them? Unaita hao sasa kwa sababu ya siasa. I feel very sad when I see you the things you are doing. Actually, ni mambo ya aibu. Wewe kusimama na kusema ati deputy president ati alikuwa anataka kuimpeach wewe. That is not true. And as a president, please don't be lying. People want to lie with you, but they cannot lie with you with lying. Mambo ya uongo. Mtu ambaye ni kiongozi, umeshindwa na leadership. Sasa hivi mnasema wewe na Raila mnashikana, mtaamsha economy, mtafanya ile kitu kingine mtafanya. Ni nini imezuia nyinyi na mko pamoja? Nini inazuia nyinyi? Mko sitting room, mko dining, mko bedroom moja. Ni nini? You have all the power to do. Kuamsha economy, kurudisha pataiza chini, kuacha kupiga watu wa bodaboda, kusaidia mama mboga. You can do it. Na mimi nataka kuambia Kenyans are looking, wanaangalia nyinyi. Wakati sasa World Bank imepea 830 something billion, na watu bado wanaumia. Where are you taking that money? In politics? Hiyo ndio mnapeana kila pahali, mkizunguka ni pesa tu mnamwaga. Watu watakula pesa, but they will elect where they want. Hawatachukana kwa pesa. Just about a month or 2 months, 800 and something billion. Tena sasa inasikia iko ingine 300 and something billion. Hii pesa ni ya nini? Mafikiria yako ni kuacha nchi hii imechomeka. Na nchi ikichomeka, itachomeka mpaka na mali yako. Ile wewe ndio umeweka mambo mengi, mashamba na kila kitu. You are the biggest investor. Kutoka siku ya baba yako, mabengi na kila kitu yote. Ukifikiria watu watachomeka na maskini watachomeka, you be inside it. You need to preach peace. Kusema ati deputy president ati alikuwa anapanga kuimpeach wewe, na unaita wazee. Wewe kwanza umekula kiapo ya wazee. How can you lie? Unadanganya wazee ndio haribu nchi hii. And I want to tell you very clearly today, the orders, the politics ya Kikuyu community
No elders will influence the voting. I want to assure you that. How can you be inciter, Your Excellency? Uhuru Kenyatta, uwe inciter wa nchi, instead of keeping the country in peace. Na mimi nauliza, you have uncles, uko na watu wengine wa kusaidia wewe. What is the problem? Umeona tu yule mtu wa kusaidia ni Murathe? Murathe mtu wa malijuana? Huyo ndio atakusaidia? We are not drunkard. We are normal people and we are not sick. Your Excellency, you are going in the wrong direction. And I want to urge the people of Kenya, muangalie uongo ambayo inakaa kama ni ukweli. Hatu wanasema wataangusha nchi, wataangusha. Why can't they do it now? Now. Wako pamoja na Raila, they can pass in the law. Walete hata kwa bunge, hata sisi tukuweko. Kitu yote ya kusaidia mwananchi tutasaidia na tutasupport. Lakini propaganda ukiamuka ni propaganda. Na I told you, ile maneno utakuwa ukitoa utajibiwa. If you deserve respect, respect others and you will be respected. But when you continue with the propaganda, let me tell you, you are burning this country and God is seeing you, na Mungu hata kuacha hata wewe. Wengi wamefanya mna hiyo. Baba yako jaribu kupindua serikali, kubadilisha katiba, ndio akue nini ikakuwa ngumu. He died before that. I'm not saying you die, but I'm saying God can work in a different way. Be careful kwa nchi yetu ya Kenya. Don't burn this country. The road you are passing ni njia mbaya. Na nimesema hapo mbele, hakuna Jubilee na hakuna Azimio, ni ODM. Na ODM ni nani? Ni Raila. Directors of propaganda na confusion. But I'm telling Kenya, they are going to elect the person they want. Now UDA, let me tell you, take it to the bank. We are going to have the majority member of the parliament. I know that. And we are going to be very strong because we are talking the truth, nothing but the truth. Mwekele Ruto, mpaka ya matope, mpaka ya Mavi, na mnajua Raila is expert. Ukitembea naye anakupaka Mavi waona nuka, naye anabaki kama hajanuka. He is expert of that. Atakupaka Mavi na kuambia utanuka naye hatanuka. Na mimi nashangaa Raila Odinga akisema ate Uhuru Kenyatta atakuwa advisor wake kwa serikali yake. Ate vile yeye naye amekuwa advisor ya Ruto, amekuwa advisor ya Uhuru kwa serikali ya Jubilee. Hata nyinyi mjisaidie saa nyingine mnafanya statement ambayo it making sense. So where Raila Odinga kumbe ndio advisor wa Uhuru ndio mmeangusha serikali. Ndio mmefanya ingie. Watu wanapigana. Uko Somalia nimesikia watu wanakufa kwa njaa. People, shame on you people. People are dying because of haya. Now you are enjoying giving money, free money when people are dying. People are dying on fight. Wakipigana. Uende Pokoti, uende wapi ni vita. Baringo ni vita. But you yourself, you are enjoying. And you are having money to give people politically. Let me tell you, God is going to be with you. And God cannot reward people ambaye mnafikiria kuumiza wengine. Vita yote hizo hakuna kitu mnafanya. Mkipinduka namna hii mnapiga watu wa pikipiki. Mkipinduka namna hii mama mboga. Mnarudi kushtuka baadaye. You have no leadership. Let me tell you, and God is going to punish you people for the things you are doing. That's wrong. The more you are going to talk with the president, we are going to respond on you. Because we must say, uongo ni uongo. Kama ni ukweli, we shall support. Lakini mambo yote ya uongo na propaganda. Ukiamuka ni propaganda. Ukiamuka ni incitement. Umeingizwa hiyo ugonjwa na watu ya ODM. And let me tell you, Kenyans are watching. Na mimi nikuulize, ukiwa nalala kama central watu yako wote wamekuacha, why don't you think twice? What is going to happen? And what is the problem? I urge the people of Rivali, let's be peaceful. Ile mambo yote mnasikia ikiwekwa ni propaganda. Msikubali, you did your best. Mkapigia Uhuru Muigai kura. In a good way. Na mkafanya hiyo. Msijali. Kitabu ya Mungu inasema ukifanya vyema utalipwa na wema. Watu wa Rift Valley tulifanya wema. Wakati Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anatafuta mtu wa kusimama naye akipigwa na Raila Odinga, alitafuta Ruto. Na Wakalenjin tukasupport yeye na tukasimama na yeye. Ubaya ulipwa na ubaya. Uzuri ulipwa na uzuri. The people of Rift Valley, keep peace, and Kenyans, let's keep peace. Kwa sababu Uhuru Kenyatta pale anataka kutupeleka ni kupiganisha nchi hii na anataka kuwe na vita. Let not be part of that, the people of Rift Valley. Na nyinyi watu wa Rift Valley,
Hasa wakali nyinyi mnyamaza kabisa, kazi yenu mlifanya mkamaliza, wacha tupigane na hii. Hii pepo mbaya. Wacha tupigane na hii pepo mbaya mpaka dakika ya mwisho. And the country will be peaceful, na utafanya uchaguzi wa kutosha, na Rift Valley tutakuwa pamoja sisi wote na Kenya yote, na tutaweka amani mpaka dakika ya mwisho. Na never, hata ukiingizwa kidole kwa macho, be patient. Masikio na macho iko. You know history. Hii si kitu ya kuambiwa sasa ati mnaambiwa ati musikie. Uhuru Kenyatta what is telling us, it's not something we know. Na tunajua hao familia kazi yao ni kupiga watu wengine. They want nobody.